Accompagné par vrai. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Hivi karibuni, ikiwa umepita katika mitandao ya kijamii kama Instagram au TikTok, bila shaka umesikia wimbo maarufu unaotumika zaidi kwenye Reels uitwao Papa Otai. Wengi hudhani wimbo huo ni mpya, lakini hilo si kweli, na historia yake ni ya kushangaza kidogo. Iko hivi, Papa Otai ni wimbo uliotolewa rasmi mnamo mwaka 2013 ukitungwa na mwanamuziki wa Ubelgiji Paul Van Haver maarufu kama Stromae. Huenda ukajiuliza, Paul Van Haver ni nani hasa? Paul Van Haver ni mwanamuziki, mtunzi wa nyimbo na mtayarishaji wa muziki kutoka nchini Ubelgiji. Alizaliwa Machi 12 mnamo mwaka 1985 katika mji wa Brussels, Ubelgiji. Baba yake anaitwa Pierre Lutare ambaye ni raia wa Rwanda na mama yake anaitwa Miranda Van Haver ambaye ni raia wa Ubelgiji. Paul Van Haver ana uraia wa Ubelgiji na sio wa Rwanda kwa sababu alizaliwa Ubelgiji na maisha yake ya utotoni na masomo yake yalikuwa Ubelgiji. Hivyo, kwa sheria za nchi hiyo zinasema kwamba mtoto anayezaliwa nchini humo na mzazi mwenye uraia wa Ubelgiji, basi mtoto huyo hupata uraia wa Ubelgiji moja kwa moja. Papa Otai ni kifupi cha maneno ya Kifaransa Papa Otais, yani baba uko wapi? Wimbo unamuelezea Stromae akiomboleza kumpoteza baba yake Pierre Lutare ambaye aliuawa kwenye mauaji ya kimbari nchini Rwanda mnamo mwaka 1994. Kwa sababu hiyo, wimbo huu ni kilio cha mtoto anayemkosa baba yake, lakini pia ni tafakari pana kuhusu baba wasiokuwepo kimwili au hata kihisia pamoja na watoto wao. Mwishoni mwa mwaka 2025, kampuni ya teknolojia ya AI ya Fake Colors ilitengeneza AI cover ya wimbo huo, wakiubadilisha na kuupa ladha ya Afro Soul, hali iliyofanya watu wengi zaidi kuupenda wimbo huu na kuutumia zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Licha ya kwamba ni miaka 12 imepita tangu wimbo huo utungwe, bado umepata mafanikio makubwa barani Ulaya na duniani kote, ukifikisha zaidi watazamaji bilioni 1.1. Papa Otai si wimbo wa burudani tu, ni kilio cha watoto wengi wanauliza swali lile lile, baba uko wapi?